kweli kuu. Na siku ya leo kama ambavyo tulivyokuwa katika wiki iliyopita ile, nilikuwa naendelea na somo lile la Yesu Kristo. Na siku ya leo tutafika katika kipengele kingine. Wiki iliyopita ile tulimalizia katika ushuhuda wa baba yake ambapo alipokuwa akibatizwa, baada ya kubatizwa katika kile kitabu cha Mathayo sura ya 3 mstari wa 16 mpaka 17. Lakini pia wakati ambapo yuko katika ule mlima baba yake wa mbinguni au baba wa mbinguni akatoa yale maneno ya kwamba huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikilizeni yeye. Lakini siku ya leo tutamwangalia Yesu ya kuwa yeye ni neno, na tutaangalia katika kile kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ile ya kwanza na ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 4. Yohana Mtakatifu sura ya kwanza na mstari wa kwanza mpaka wa 4. Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Kwa hiyo tunapoongelea kuhusu neno au Yesu kama neno, tunaongelea kuhusu uzima pamoja na kazi. Uzima maana yake ni kwamba kupitia neno vitu vyote viliumbwa, lakini pia kazi mojawapo ya neno ilikuwa vitu vyote vilifanyika kupitia yeye. Yaani maana yake neno ndio lilifanya vitu vyote, lakini neno lake pia lilikuwa na tabia yake. Kwa hiyo tunapohubiri mahubiri ni lazima tuyaishi yale maneno ambayo tunasema, kwa sababu ndani yake kuna uzima, lakini pia ndani yake kuna kazi maalum. Lakini pia tunajieleza kupitia maneno yetu. Tunatakiwa kama watumishi wa Mungu tuyaishi maneno ambayo tunayasema. Yesu aliyaishi yale maneno aliyosema kwa sababu yeye alikuwa ni neno. Na tunajua neno la Mungu au neno au maandiko yana mamlaka. Ndio maana Yesu alikuwa na mamlaka. Lakini tu sio hivyo, neno pia, sifa nyingine ya neno au maandiko ni kwamba yana umuhimu. Ni kwamba ni lazima tuyazingatie, lakini pia anajitosheleza. Lakini sio hivyo tu, ni ya kwamba yako wazi. Ndio maana unakuta neno la Mungu, unakuta kuna maprofesa wanalielewa, lakini darasa la 7 anaelewa, na hata asiyesoma anaelewa. Hasa Yesu alikutana na watu wote. Alipokutana na wasomi, bado wale wasomi walimuelewa. Alipokutana na watu ambao walikuwa ni wa kawaida, bado wote watu walimuelewa. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni Mungu. Lakini pia Kristo ni neno la Mungu kwa sababu kupitia yeye Mungu alizifunua kazi zake. Neno la Mungu linafunua kazi zake, linamfunua Mungu. Hatuwezi kumjua Mungu mpaka umesoma Biblia kwa kuitafakari. Ndio maana kipindi kinaitwa tafakuri. Maana yake ni kwamba unatafakari, unasikiliza, alafu baadaye unatafakari. Lakini neno la Mungu pia linafunua mapenzi yake. Hatuwezi kuyajua mapenzi ya Mungu isipokuwa kupitia neno lake. Na tunaposema neno lake, maana yake ni kupitia Yesu sasa tunayajua mapenzi ya Mungu Baba. Tunayajua mapenzi ya Mungu. Lakini pia tunajua malengo yake. Mungu alikuwa amekusudia nini? Unajua hatukuumbwa kwa bahati mbaya. Unajua kuna watu wengine wanafika mahala mpaka wanajitoa roho zao kwa sababu wanadhani labda pengine Mungu alikosea. Mungu alikuwa na malengo na wewe. Mungu alikuumba kwa mapenzi yake. Lakini Mungu pia anafunua siri zake kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo yeye ni ujumbe wa Mungu. Tunaposoma katika kile kitabu cha Waebrania sura ile ya kwanza na ule mstari wa kwanza mpaka wa 4, maandiko yako wazi sana. Biblia inasema Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi, mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliufanya ulimwengu. Yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wake na chapa ya nafsi yake, akivichukua vyote kwa amri ya uwezo wake, akisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Maanake yeye ni neno, na kwa kuwa alikuwa ni neno, maanake ni kwamba alikuwa ni mjumbe aliyetumwa kwa ajili ya kuleta neno lake. Na si hivyo tu, tunaposoma katika kile kitabu pia cha Yohana sura ile ya 14 na ule mstari wa 8 mpaka ule mstari wa 11, Biblia inaeleza vizuri sana. Kitabu kile cha Yohana Mtakatifu sura ile ya 14 na ule mstari wa 8 mpaka 11, Biblia inasema Filipo akamwambia, Bwana, utuoneshe Baba ya kutosha,
Yesu akamwambia, mimi nimekuwa pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe wasemaje, utuoneshe Baba? Usadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? Hayo maneno niwaambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu, lakini Baba akaye ndani yangu huzifanya kazi zake. Maanake ni kwamba tunapoangalia neno la Mungu ni yale maneno ambayo aliyesema. Unajua watu wengine wanachanganya mambo. Tunaposema Yesu ni neno, maanake ni kwamba kila alichokisema ndicho kilikuja kuwa neno la Mungu. Ndio maana tunaposoma maandiko kuna vile baadhi ya Biblia ambazo unaweza kuona kwamba zimeandikwa kwa wino mwekundu, yaani maneno ambayo Yesu mwenyewe aliyasema yameandikwa kwa wino mwekundu, zile za Kiingereza. Lakini maneno mengine ambayo yalikuwa ni ya watu wengine yaliandikwa kwa rangi nyeusi. Maana ni kwamba kile alichokisema yeye ndicho neno la Mungu, ndicho ambacho ni sauti ya Mungu, ndio ujumbe kutoka kwa Bwana. Maana Mungu Yesu hakusema mambo ya kwake, aliyesema ya Baba yake. Ndio maana yeye ni neno. Lakini sio hivyo tu, yeye ni Bwana. Tunaposema Bwana, maana yake tunaangalia uungu wake. Bahati nzuri sana tunarudi katika yale maneno ya asili. Tunaposema Bwana kwa lugha ya Kiingereza ni Lord. Lord, lakini kwa lugha ya Kigiriki maana yake ni Kurios. Kurios, au kwa lugha ya Kiebrania Yehova au Yahweh. Maana yake ni Bwana. Na wenzetu walikuwa kusema Bwana maana yake ulikuwa na maanisha Mungu. Ndio maana kuna baadhi ya maandiko pale Yesu aliposema ukiangalia kile kitabu cha Yohana 10:10 pale 10:30, maandiko yanasema kwamba 10:30 Biblia inasema mimi na Baba tu moja. Kwa lugha nyepesi alisema kwamba mimi na Baba ni Yahweh. Sasa wale ukisoma ule mstari wa 6, basi Wayahudi wakaokota mawe tena ili wampige. Yesu akawajibu akasema, kazi njema nyingi nimewaonyesha zitokazo kwa Baba. Kwa ajili ya kazi ipi katika hizo mnanipiga kwa mawe? Wayahudi wakamjibu, kwa ajili ya kazi njema tukupige kwa mawe, bali kwa kufuru na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe umungu. Maana yake pale alikuwa anamaanisha ya kwamba yeye ni Yahweh kwa lugha ya asili. Sasa Kiswahili tunakosa maneno mazuri, lakini tunaporudi katika yale maneno ya asili tunaona kwamba alikuwa anamaanisha nini. Lakini kuinuliwa kwake, cheo alikirimiwa na kupewa heshima kwa ajili ya ukombozi, kazi ya ukombozi na ushindi. Tunapoangalia katika kile kitabu cha Wafilipi sura ile ya 2, maneno ya Mungu yako wazi sana. Wafilipi sasa sura ile ya 2 na ule mstari wa 5 mpaka ule mstari wa 11. Biblia inasema 5 pale. Nasema iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwa mpya ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa na mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana na umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Sasa pale tunakuta tena kuna neno Bwana. Kwa wenzetu ukiandika Bwana kwa herufi kubwa inamaanisha Mungu. Kwa hiyo Yesu ni Bwana lakini pia ni Mungu kwa maneno ya asili. Kwa hiyo ameinuliwa mno kupita majina yote. Lakini sio hivyo tu, yale mamlaka, alikuwa na mamlaka ya juu sana. Alikuwa na haki ya kukomboa, kutawala na kuabudiwa. Tunaangalia katika kile kitabu cha Mathayo sura 28, baada ya kufanya kazi kwa miaka 3.5, amefufuka sasa katika wafu. Anawaaga wale wanafunzi wake, anawaambia ya kwamba wakawafanya mataifa yote kuwa wanafunzi. Katika kile kitabu cha Mathayo 28 na ule mstari wa 18 mpaka 20, Biblia inasema Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi, unaona hiyo,
niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Mimi, manake bado anaonyesha umilele ya kwamba yeye anayo mamlaka, lakini yale mamlaka anatukabidhi sisi kama watumishi wake. Ndio maana tunaomba kwa jina la Yesu na hatuna wasiwasi na wagonjwa wanapona. Lakini pia tunaona mamlaka aliyopewa katika kila kitabu cha Yohana sura ile ya 3 na ule mstari wa 16 mpaka ule mstari wa 18. Biblia inasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Maana ni kwamba yeye alipewa mamlaka ya juu sana, na kupitia yeye sisi tunaokolewa, tunaenda kuona au tunaenda kuurithi uzima wa milele. Lakini kupitia yeye tunapomkataa, maana ni kwamba laana inakuwa juu yetu, maana tunapelekwa au tunahukumiwa. Lakini yeye ni mwana wa Adamu. Sasa tunaingia katika sehemu ya pili. Ile sehemu ya kwanza tulikuwa tunaangalia ule uungu wake, lakini sehemu ya pili tunaangalia sasa kuthibitisha ule ubinadamu wake. Yeye alikuwa ni mwanadamu pia.